nyinyi mmezungumza kuhusu changamoto nyingi ambazo mnapitia hapa. Na mimi kama katibu mkuu wenu ni mfanyikazi wenu. Naona ni vizuri na mimi niwape ripoti ya changamoto ambazo tunapitia kama chama general taifa zima, ili tuweze kuona ni jinsi gani tunaweza kusonga mbele. Wakati tulipoingia kwenye uchaguzi, bunge la kitaifa lilikuwa limeidhinisha pesa shilingi bilioni 1.4 kwa ajili ya vyama vya kisiasa. Vyama vyote vilikuwa vigawanye pesa hizo kwa zile vyama ambavyo viko qualified. Ruto alipojiingiza mamlakani mwezi wa 9 mwaka wa 2022, alipeleka mswada bungeni wakakata shilingi milioni 800 kutoka kwa hiyo 1.6 billion shillings. Baba alikuwa ametuamuru sisi pale kwenye headquarters kwamba anataka aone bendera ya ODM kipepea katika kaunti zote 47. Kufikia wakati tunaingia uchaguzi, nilikuwa na afisi za kaunti 43. Kila mwezi chama cha ODM kinatumia shilingi milioni 2 kila mwezi rent ya nyumba za kaunti. Hiyo ni kama milioni 50 kila mwaka. Wiki iliyopita ama mwezi uliopita, msajili wa vyama ananiandikia barua, anasema kwa sababu ya zile fedha ziliondolewa na Ruto kwa hazina ya vyama, ODM ilikuwa ipokee shilingi milioni 300. Anasema sasa atanipa shilingi milioni 120. Ndio kweli halisi wa mambo. Chairman Mwachofi yuko katika group ya County Coordinating Committee chairman. Nilishare na hawa chairman, na ndio maana umeona kuna upungufu mkubwa katika shughuli za chama. Na huu ni mpango wa Ruto kumaliza vyama vya kisiasa, haswa vyama vya upinzani katika taifa hili letu la Kenya. Unajua kwamba yeye hataki kuona taasisi zozote za kidemokrasia zikiwa na nguvu. Alianza kwanza na bunge. Wabunge wale tulichaguliwa wote ndani ya chama cha ODM na ndani ya muungano wa Azimio. Wengine alikuwa anawanunua kama vile unanunua ng'ombe kwenye mnada. Ati akakuwa na artificial majority. Sasa yeye ameshashika bunge mateka. Ameingia mahakamani. Mmemuona tayari amemteka nyara yule ambaye ni jaji mkuu Martha Koome. Sasa wanatuambia wamesikizana, vile Ruto anataka ndio Martha Koome atafanya. Hivyo ndio wamesikizana. Sasa leo hii anataka kulemaza shughuli za chama cha ODM. Lakini baba amesema tuwe na fedha za kiserikali ama tusiwe nazo. Chama hiki ambacho kimekuweko wakati huu wote, chama hiki ambacho ndio tegemeo Asante fundo wa mitambo. Nilikuwa nasema sisi wana ODM hatutaruhusu chama hiki kididimie, kwa sababu chama hiki ndio tegemeo la Wakenya. Tumesema tuwe na hela tusiwe nazo. Tutakuja hapa mashinani tukipe chama chetu nguvu. Ninavyozungumza wengi mnajua tulifanya kila kitu. Kama makao makuu ya chama tulienda mahakamani. Mahakama ikasema chama cha ODM ilipwe shilingi bilioni 5 ambazo serikali ilikuwa imekatalia. Kufikia sasa deni hilo limekuwa kufikia kiasi cha shilingi bilioni 10. 10 billion shillings is what the government owes you people as members of ODM. Wewe niambie, nikiwa mimi hapa kama katibu wenu na bilioni 10, jinsi ambavyo mnatikisa inchi hivi na hamna chochote. Wewe niambie nikiingiza shilingi bilioni 10 kwa hawa wananchi, hawa wanachama ODM, baba. Na ndio maana Ruto anaogopa uwezo wa vyama vya upinzani, anaogopa uwezo wa chama cha ODM. Lakini sisi tumesema tutaendelea mbele. Jambo la pili, nimesikia mkizungumza kuhusu miradi ambazo zimekwama hapa Taita Taveta. Nataka nimnukuu Bwana David ndiye ambaye ni mshauri wa Ruto mwenyewe. David ndiye amesema Ruto ni muongo, na ukimsikiza wewe ni mjinga. Huyu ni mshauri wa Ruto mwenyewe, anasema si Sifuna. Ruto ni muongo, ukimsikiza umwamini wewe ni mjinga. Kwa hivyo wale ambao mnakuja hapa mnasema
ati rais alisema atatutengenezea barabara. Kama ni Ruto ujue ni uongo. Alisimama mwingine akatuambia ati ametupatia park yetu, ati sasa itakuwa ya county. Kama nilitoka hiyo ahadi ilitoka kwa mdomo ya Ruto, ujue ni nini? Uongo. Kama mliambiwa sijui kina mama, kina wale wa mama mboga na wale wa wilbaro na wale wa bodaboda watapata kazi, iwapo kilikuwa ni kinywa cha Ruto, ujue hiyo ni nini? Uongo. Si mimi nasema, huyu ni mshauri wake mwenyewe David Ndii, wanakuwa na yeye. Wanasema Waswahili, mamba ama yule anaitwaje, hipo, akitoka majini ya kuambie mamba ni mgonjwa, si utamwamini? Kwa sababu wanakaa naye huko, si ndio? Jambo la mwisho, nimemsikia Ruto akisema kwamba tumpe yeye plan yetu. Ati tumpe plan yetu. Wakati alijiingiza kwa serikali alisema ana plan. Wakenya wamemuuliza hii plan inangoja nini ndio tuweze kuiona. Kufikia sasa Wakenya hawajaona plan ya Kenya Kwanza. Alafu tumpe sisi plan yetu, afanyie nini? Afanyie nini? Aipeleke wapi? Ni plan ngapi baba amempa Ruto? Ni ngapi amempa Ruto? Mingi. Amemwambia wacha kutoza Wakenya ushuru wa juu. Alichukua hiyo plan ama alikataa? Tulimwambia ya kwamba wakati huu Wakenya wako na shida kubwa sana. Huwezi kutuwekea huu mradi wa housing wakati huu kwa sababu hatuna hizo fedha. Alikubali ama alikataa? Baba alimwambia ashukishe bei ya unga. Watu wa jamii ya Mulembe kama mimi tunaumia, hata longi siku hizi hazitutoshi. Alikubali hiyo plan ama alikataa? Ruto, ni plan gani ingine unataka kama hizo ambazo baba amekupatia wewe umekataa kufuata? Si ndio? Nataka nyinyi mjipange vizuri, kwa sababu hawa jamaa ni kama wale kobe walijipata juu ya post, hajui afanye nini. Kina mama, nimeona kiongozi wa vijana hapa. Kiongozi wa vijana mumeona hali alivyo, si ndio? Kumaanisha kuna kazi inaendelea. Kazi inaendelea. Kama iwapo yule alifanya ile kazi angekuwa kama Ruto, huyo msichana angekuwa anakaa hivi kweli? Kazi hakuna, unapanda juu lakini hauwezi kazi. Ingekuwa inakaa hivyo kweli? Sasa tunataka kumwambia Ruto, kazi imekushinda, na wao wenyewe wameshaona dalili ya kwamba wanaenda nyumbani. Si ndio? Mna watch ball hapa nyinyi, mnaangaliaga mpira. Kuna AFCON inaendelea, si ndio? Ukiona kikosi dakika ya 20 ijafika wameanza kufanya substitution, sinamaanisha mambo imekuwa ngumu. Wao wenyewe wa Kenya Kwanza wa Mlima Kenya wenyewe wamesema huyu Gachagua kweli baba hakukosea kumuita Gashetha. Huyu mtu uvundo wake na sisi tunausikia. Huyu tukienda na yeye 2027 tutaanguka. Mumesikia wakisema hawajasema? Sasa sisi tunataka tujipange, na tunawaambia muweke Gachagua, muweke Waiguru, muweke Ndindi Nyoro. Kichwa cha samaki kishaoza, mwili mzima utaoza. Na Ruto afanye nini? Yeye 2027 tunampeleka wapi? Nyumbani. Asanteni sana. Wacha nitambue viongozi walioko hapa.